Katika maisha wanasema furaha sio siku zote, ila changamoto zipo kwa ajili ya kutufunza na kutukumbusha njia sahihi ni ipi tunatakiwa tupitie, ili tuweze kufafanua nyakati na mandhari tofauti tofauti. Habari za wakati huu na karibu katika simulizi yetu pendwa iitwayo Unanidanganya. Imeandaliwa na Wayanga Dennis na ninayekusimulia naitwa Bahati Jamliho. Katika maisha zipo njia nyingi za kuishi, kama vile njia njema na njia mbaya. Katika mikasa ya hapa na pale ya maisha, nilikutana na dada mmoja anayeitwa Anita. Akanielezea kisa cha maisha yake cha kusikitisha sana. Anasema, naitwa Anita. Nilipokuwa chuo kikuu, nilitumia uzuri wangu kama fursa ya kuweza kuwekeza kipato na kuwasaidia ndugu zangu. Licha ya hayo yote, tabia yangu ndiyo imepelekea mpaka mimi nimefika hapa unavyoniona. Anita anasema, nilikuwa na wanaume wengi sana kipindi nasoma, na nilikuwa siwezi kumruhusu mtu yeyote aweze kushika simu yangu, kwani ilikuwa na magendo mengi sana, na wakati mwingine nilikuwa nachanganya hadi kutuma meseji. Ila kila mwanaume nilikuwa namtumia kwa wakati wake sahihi. Nilipokuwa nakaribia kufanya mitihani, nilikuwa nikimtafuta Johnson, kwani nilijua alikuwa ananipenda. Nilikuwa napenda kukaa naye karibu sana ili aje nisaidie kwenye mtihani. Nilijua dhahiri kuwa alikuwa ananipenda sana. Na pengine maisha yalipokuwa magumu, wakati nilipokuwa siwezi kupata hata ile ya chakula, nilimtafuta Ali. Yeye alikuwa ni mchoma chipsi, alikuwa akinichomea bure. Lakini pia nilipokuwa nikitaka kutoka out, kulikuwa na bodaboda aliyekuwa anaitwa Calvin. Lakini pia nilipokuwa nikitaka kurudi mkoani, yani nyumbani, kulikuwa na dereva aliyekuwa anaitwa Juma. Alikuwa ni dereva wa basi fulani hivi. Nilikuwa nikimtafuta na panda bure. Kwa ufupi, yani niliishi maisha ya ulaghai kwa ajili ya mwili wangu, na wala hata sikujali pengine siku moja nitapata shida. Sasa ilikuwa ni siku ya Ijumaa usiku. Nilimuomba Ali aniletee chipsi. Wakati huo nilihitaji aje lale kwangu. Nikamwambia, unifungie chipsi yai, usikaushe sana. Akasema, sawa bebe. Basi baada ya muda mfupi alifika, akaniambia nipo kwa hapa nje. Ile natoka tu kumuona, nashangaa kuwa bodaboda aliyekuwa amemleta alikuwa ni Calvin. Calvin baada ya kuniona alipigwa na butwa kidogo adondoke, lakini alijikaza akaambatana na Ali kwa pamoja wakija kwangu. Hii ilikuwa ni katika sehemu ya kwanza. Nini kitatokea baina ya Ali na Calvin hapo baadaye, mimi sijui. Tukutane katika sehemu ya pili. Simulizi hii imeandaliwa na Wayanga Dennis. Ninayekusimulia naitwa Bahati Jamliho.